Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai, aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa kwa sababu ya hii maneno ya imetokea huku Kiambu. Nafikiria kwamba by now Wakenya wote wamepata taarifa ya kwamba gavana wa Kiambu, gavana Kimani Wamatangi, ameshikwa na maafisa wa EACC. Na tayari ni kama sasa amepelekwa kule kwa kuhojiwa. Na nimeona watu wanaongea maneno mingi. Na ile kitu nataka niongee siku ya leo, nataka niongee kitu ambayo inaitangwa ukweli. Kwa sababu tulisema kama ni ukweli tunaambiana ukweli wa Kenya. Vile ambavyo tumekuwa tukiongea ukweli, vile serikali ya William Ruto inadhulumu wa Kenya. Vile tumekuwa tukiongea ukweli, yale maovu serikali ya William Ruto inafanya. Vile vile hata tukikuja kwa county tunafaa kuongea ukweli kama Wakenya wazalendo. Na mimi leo hii nataka niongee ukweli ile ambayo imekuwa ikiendelea hapa Kiambu. Na nataka niambie Wakenya kwamba hii maneno nilianza kuongea mwaka wa 2023. Watu wengi wakaniingilia, wakasema Kijana Msafi ni njaa inamsumbua, anaongea uongo, analipwa na kina nani sijui kuingilia gavana wa Matangi. But the truth is there, kwa sababu ukweli lazima itasimama. Na nikaambia Wakenya kwamba hii program gavana wa Matangi alileta hapa Kiambu, hii ya kununuanga tuvifaranga, anazungusha tuvifaranga, anaita wa mama, anawakalisha kwa kichaka, anawapatia vifaranga 2, anawapatia vifaranga 3. Ati ni program inafanywa na pesa ya umma, ni program inafanywa na pesa ya county, ile pesa ambaye inafaa iende ikatengeneza mahospitali. Na mnajua vizuri ya kwamba health is a devolved function. Ile pesa inahitajika kwenda kununua dawa za malaria. Ile pesa inahitajikana kununua pamba kwa hospitali. Ile pesa inatakikana kununua shindano kwa hospitali. Ile pesa inagojewa ili watu wetu katika kaunti ya Kiambu wapate matibabu vile ambavyo inastahili. Ndio ile pesa gavana wa Matangi amekuwa akichukua, wakashikana na naibu wake. And hii nitaongea, I will talk frankly, because Kiambu County is my county. Na siwezi nyamaza wakati maovu inaendelea. Deputy governor wa Kiambu kazi yake ni kulisha kuku. Akilisha kuku, hiyo mayai kupitia pesa ya county, gavana wa Matangi ananunua hiyo mayai. Yeye na yeye ameweka biashara. Kazi yake ni kuchukua ile mayai, anazalisha. Ako na hizo machine. Akizalisha hizo vifaranga, anajifanyia procurement mwenyewe. Hizo vifaranga anasema ya kwamba ni county government ya Kiambu imenunua, ikiwa kama mradi ya kusaidia wamama, anaenda kupelekea wamama kule mashinani. Unachukua pesa ya Kiambu, pesa ya wananchi, unanunua mayai kutoka kwa naibu wako. Unaenda hiyo mayai, unatumia machine, unatengeneza vifaranga. Vifaranga unanunua na pesa, unajinunulia wewe mwenyewe na pesa ya wananchi. Unaenda kupelekea wamama kifaranga 1, vifaranga 2, vifaranga 3. Na pesa ya wananchi. Ile kitu ambaye tunataka gavana wa Kiambu aambie wananchi wa hapa. Hii program ya kupeleka vifaranga 2, vifaranga 3 na kupelekea wazee sijui nguruwe 1, sijui nguruwe 2. Hakuna kaunti nyingine nimesikia katika Kenya hii. Pesa ya wananchi inatumika kununulia watu wachache sijui nguruwe, kununulia watu wachache sijui vifaranga. How do we account for that money? Hiyo procurement bwana gavana wa Matangi inafanywa namna gani? Ni vipi tutajua kifaranga moja unanunua pesa ngapi? Ni vipi tutajua mayai moja unanunua pesa ngapi? Ile kitu nataka niseme hapa. Kazi ya gavana, kazi ya kiongozi yote ambaye amechaguliwa, analipwa na pesa ya umma, ni kusaidia wananchi kupitia ile miradi ambayo serikali inafaa kutekeleza. Kazi ya kiongozi yote ambaye amechaguliwa na wananchi na analipwa na pesa na wananchi ni kufanya ile kazi ambaye wananchi wenyewe hawawezi kujifanyia. Gavana Kimani Wamatangi, wacha kuiba pesa ya wananchi, unapora ile ingine unachukua unanunulia vifaranga ati unawasaidia. Wananchi wa Kiambu wanaweza jinunulia vifaranga wakitaka. Wananchi wa Kiambu wanaweza jinunulia nguruwe wakitaka. Lakini hawawezi jitengenezea hospitali. Hawawezi jitengenezea barabara. Leo hii ukiingia Kiambu, ukiingia huku mashinani, zile barabara zinafaa kutengenezwa na county government. Zote zinakaa shamba. Zile barabara zote ziko huku mashinani, zote zinakaa shamba. Zile ambazo zinafaa kutengenezwa na county government. Wananchi hawawezi jitengenezea barabara. Kifaranga wanaweza jinunulia. Kazi ya kiongozi ni kusaidia community. Kazi ya kiongozi ni kufanyia wananchi ile kitu inawasaidia watu kwa jumla.
Lakini hiyo historia ya kuchukua wale wamama wanakuunga mkono, wale wamama wanakupigia makofi, wale wamama wanakushabikia, unawaita kwa kichaka mahali unakalisha chini unawapatia vifaranga bili, hiyo ni wizi na ukora. Na mimi nasema ya kwamba watu wa Kiambu mjue hapa hakuna county assembly mko naye. Kwa sababu wale vijana mlichagua kama ma MCAs hapa Kiambu ni watu ambao sijui kama akili yao inafanya kazi. Hakuna siku hata moja tumeona wakikosoa ugavana. Na wacheni muambie sisi waficha. Mkiona a whole county assembly hakuna MCA hata moja anaongea, inamaanisha ya kwamba wale watu wanakula pamoja na gavana. Kwa sababu kazi ya MCA ni oversight, representation. Kazi ya MCA ni representation and oversight na kutengeneza sheria hapa katika kaunti ya Kiambu. Na mimi nataka niulize wananchi wa Kiambu, ni siku gani mmetuma MCA wenu kule assembly aende akawa represent mletewe kuku ama mletewe nguruwe? Ni siku gani mmetuma MCA hapa Kiambu County mkamwambia kwamba shida yenu kama wakaji wa Kiambu, nyinyi mnataka vifaranga 3 ama mnataka vifaranga 2 ama mnataka mayai moja ama mnataka nguruwe 2? Hakuna siku hata moja wananchi wa Kiambu wametuma MCA hapa waende chini na gavana wakapange vile ambavyo watakula pesa wakisemanga ni mradi wako naye ya kupelekea watu mayai 2 mayai 3. Hiyo ni upuzi na ukora. Na hawa MCAs niwaambie, ile ujinga mnafanya ndio mnafanya watu, nyinyi ndio mnafanya watu wetu wanakufa kila siku. Enda hapa Thika level 5, hata tisho yenyewe hakuna. Wacha pamba, tisho yenyewe hakuna. Unaenda kwa hospitali ya serikali ambaye inapatiwa fedha na county, ambaye inasimamiwa na huyo gavana ambaye ameshikwa leo, tisho kitu ya shilingi 20 hakuna. Pamba za kupanguza wagonjwa wadunge shindano hakuna. Hakuna dawa hata moja unaweza pata kwa hizo hospitali. Huyu gavana ameachilia hospitali za Kiambu zote zinakaa sijui hell. Watu wetu wanakufa kila siku hapa. Hata ukienda endani mzunguke huko, hata mgonjwa akiwa katika Thika level 5 anakaa hata ameshindwa na yule mtu akojera kamete. Yule akojera kamete hata anakaa vizuri kuliko mgonjwa mwenye ako Thika level 5. Na yule mtu ambaye anafaa kutekeleza hii mambo ya afya, kuhakikisha kwamba wana Kiambu wanapata afya vile ambavyo inastahili, ni huyo mwizi ambaye ameshikwa leo akapelekwa huko kwa EACC. Mimi nataka niambie maafisa wa EACC, kama mnapenda wananchi wa Jamhuri ya Kenya, hasa kutoka katika kaunti ya Kiambu, tunataka mtufanyie haki. Mchunguze huyo mwizi, zile pesa za Kiambu amekula, wala wakora amekula na wao, wote mshike, muende mkafunge ndani. Na mimi niambie rais, kwa sababu watu wanasema unapenda sana kuingilia mambo ya impeachment. Hapa si lazima mkuje mfanye impeachment Kiambu. Huyo mwizi akipatikana ile makosa amefanya kisheria, huyo mwizi akipatikana zile pesa ameiba, afungwe, apeleke kamete, pesa ameiba irudishwe wananchi, kaunti ya Kiambu itabaki. Hata tunaweza fanya uchaguzi, tuchague gavana mwingine. Na mimi niambia wananchi wa Kiambu, yule mtu aliwaletea wa Matangi hapa anajulikana. Kwa sababu siku tulikuwa tunaenda uchaguzi mwaka 2022, yule mtu ambaye alikuwa anachaguliwa Kiambu kama gavana alikuwa Honorable Jango Wainaina. Lakini dakika za mwisho William Ruto na wakora wake wa UDA ndio walikuja wakaleta wa Matangi hapa. The last minute akawapatia pesa, wakampatia tikiti ya UDA, akakuja hapa akarukaruka akafanya ukora, jamaa akachaguliwa gavana. But Matangi was not the choice of Kiambu people. Matangi never deserved to be the governor of Kiambu County. Yule mtu ambaye alifaa kukuwa gavana wa Kiambu alikuwa wa Jango Wainaina, na hata watu wengi hapa wanajua hivyo. William Ruto alifanya ukora yake akatuletea huyu mwizi. Na ndio maana ile ukora iko national government. Ile ukora iko national government ambayo inatekelezwa na William Ruto na wakora wake. Ndio ile ukora imekuwa devolved hapa Kiambu County. Kiambu County tuliletoa mwizi na William Ruto. Tuliletoa mwizi na William Ruto. Na kwa sababu huyo mwizi wanajua ile biashara wanafanya, mimi nataka niambie EACC, fanyieni watu wa Kiambu haki. Huyo mwizi kamateni, apelekwe jela, afungwe, mali ya umma arudishe, wana Kiambu wapate haki yao vile ambavyo inastahili. Na 2027 niambie ma MCA wa Kiambu, hii ukora yote inafanyika mkiona. Kwa sababu kazi yenu ni kufuata gavana hapo. Nyinyi some very funny characters. Mnafuata gavana kila mahali anaenda kumpigia makofi, and you elected MCAs. Nyinyi ndio mnafaa kuoversight huyo gavana. Nyinyi ndio mnafaa kufanya representation. Nyinyi ndio mnafaa kumkosoa. Hakuna MCA hata mmoja Kiambu County out of 60 wards. Hakuna MCA hata mmoja tumeona akikosoa gavana.
kwa sababu wanapatiwa 3,000. Only 3,000 wanapatiwa 3,000 peke yake. Wanashinda hapa wakimfuata kama wao ni bibi yao. Wanamfuata hapa kila mahali akienda. Because of 3,000. Hakuna MC hata mmoja tumeona akikosoa huyu gavana. Ya? Mimi nataka niambie watu wa Kiambu, hakuna tofauti ya gavana Waititu ambaye mwenye ako jela leo hii kwa sababu ya ile ukora alifanya na yule mwizi ambaye tuko naye saa hii anaitwa Wamatangi. Gavana Waititu alishikwa kwa sababu ya ile wizi na ukora alikuwa anafanya hapa. Siku moja alileta program alikuwa anaita Kasoba. Akazunguka hapa akasema ni kama ameajiri watu 100 every ward. Walikuwa wanatoa pesa kila siku ya county. Na wale watu hakukuwa na watu, walikuwa ghost. Wale watu walikuwa ni watu 10 kila ward. Walikuwa wanasema ni 100 kila ward. Hiyo program alifanya Kasoba akapora pesa wananchi. Ndio Wamatangi ameileta in another form. Ameileta in a form of kupeleka mayai, kupeleka vifaranga, kupeleka nguruwe. Gavana mzima unapeleka nguruwe na vifaranga na mayai kwani huko na Kirimbaya. Kazi yako ni barabara, kazi yako ni maji, kazi yako ni maji ya stima, kazi yako ni mambo ya ECD, mambo ya TVET, kazi yako ni mambo ya agriculture, kazi yako ni mambo ya afya. Hiyo ndio ile kazi ambayo umepatiwa na sheria. Hiyo upuzi nyingine ya kuimbia wananchi, hiyo ni yako na hatutakubali hapa kama wana Kiambu. Tutachukua swali moja, kama hakuna swali tutamalizia hapo. Question? Na tumeona governor wamekuwa na President Ruto and yet tunaona bado wanakimbizwa na EACC. Na vile tunaonaga ni kwamba kama wewe ni rafiki wa president haufai kukimbizwa. What is happening? Gavana Wamatangi ni mwizi ambaye aliletwa hapa na William Ruto 2022. Akapatiwa tiketi ya UDA cha lazima, wakafanya ukora, wakazungusha Wainene Wajango akapoteza. Kwa hivyo nikwambie hakuna urafiki iko kati ya William Ruto na gavana Wamatangi. Ile kitu ilikuwa ni biashara ilikuwa. Si urafiki. Kuna urafiki na kuna biashara. Wamatangi alikuwa amesimama na Uhuru until the last minute. Ndio akaitwa na William Ruto akapatiana pesa, akapatiwa cheti. Akakuja hapa kusimama kama gavana on behalf of UDA party. So iko biashara walifanya na William Ruto. Na hiyo biashara si urafiki. Kwa hivyo biashara kama wamekosania hii biashara, so William Ruto hawezi kuwa na shida na huyu jamaa akishikwa kwa sababu hata anajua Wamatangi ni mwizi. Si ati ajui, William Ruto anajua Wamatangi ni mwizi. Lakini kwa sababu wamepitana kibiashara, sasa lazima hakikisha ya kwamba jamaa amekamatwa. Na hiyo ndio tunataka. Hata hii urafiki ya siasa hatutaki. Kwa sababu wacha niambie wananchi, hii mnasikia urafiki honeymoon ya wanasiasa. Hiyo ndio inaharibu nchi hii. Lakini viongozi wakisimama, kila mtu asimame na mawazo yake. Kila mtu angalie mwingine vile ambavyo sheria inafaa. Wananchi hawawezi gandamizwa. Lakini wakianza kupeleka mapenzi kwa siasa, hawezi oversight fulani kwa sababu ni rafiki yako. Hawezi impeach fulani kwa sababu ni rafiki yako. Hawezi kosoa fulani kwa sababu ni rafiki yako. Hiyo urafiki na mapenzi kwa siasa ndio inaharibu Kenya. Hatutaki hiyo upuzi ya marafiki na mapenzi kwa siasa. Politics is about interest. Kila mtu afanye kazi yake kulingana na sheria. And therefore, mimi niambie William Ruto, sisi hata tunataka mkosana na Wamatangi kabisa. Kwa sababu mkipendana, wananchi wa Kiambu ndio wanaumia, mnapendana muibe pamoja. Vile mmekosana ndivyo vizuri, ndio mtoane nguo nyote. Wewe ni mwizi, Wamatangi ni mwizi, wezi wapelekwe jela.